Tonight we begin with one of the lowest political campaigns in Kenya. The country's top leaders descended to mudslinging, name-calling, body-shaming, raw insults, and generally indecent language. President Ruto and his former deputy Gachagua led the pack in an embarrassing performance ever recorded in the history of the country's top officers. Tonight, we deliver the remarks raw and barely edited. Our political reporter, Melita Oletengis, puts on record one of Kenya's worst days in political discourse. Out of decency and respect for the tastes of our viewers, last night we left out a soundbite that now stands as the foundation of a sharp dissent in political discourse. It started in Kiambu, where former Deputy President Rigathi Gachagua had some descriptions to make. We'll make sure, William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sugoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio inafanya nini? Na bado. President Ruto, the target of an apparent body shaming by Gachagua, picked the baton and took the low road race to the next phase. Mtu mwenye ako na pepo ya ukabila na chuki na kisirani anatuambia nini kama Wakenya? Mtu ambaye ameenda kwa kitanda ya ndugu yake ambaye alikuwa anakufa anaenda kumanipulate will. Rage was apparent in the president's voice, tone and manner. You cold-blooded thief. You cold-blooded thief, stealing from your own brother, stealing from orphans, stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi. Ate unatuongelesha kitu gani? Mtu ambaye ameenda akatia mimba watoto wadogo kama wanarika ya mtoto wake, alafu anaenda anaua hawa watoto, alafu unatuambia mambo ya mauaji. You cold-blooded murderer, heartless character. You want to tell us, you want to mislead our nation. We will not allow you to mislead any community. We will not allow you to mislead anybody in Kenya. You are not going to be anything in this nation. You belong to the rot in jail. Ni kweli ama si kweli? Huyo mtu atembee asitembee, apotee asipotee. After Gachagua, President Ruto cast his muddy net wider. Nyinyi mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka. Mumekula mpaka kichwa imefimba na kiburi. Na nataka niwaambie, tafadhali endeni muangalie, mjiangalie kwa kioo. Use the mirror. Mwende muangalie vile mmekaa. Kichwa imefimba. Tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza, mwende mufanye exercise kidogo na mpunguze kukula chakula mingi. Ndio muache kulala kwa mikutano. Hata mnaharibu hewa huko mkutano mkiwa mumelala bure kabisa. Though he mentioned no name, President Ruto's remarks invited some reply. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Ujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Let's take you back to President Ruto, who was clearly on a roll. His next target was someone in Kitale. He did not mention names. Iko mwingine wa kutoka hapa Kitale. Sasa hata huyo mimi sijui. Aliwachiwa kiti na ndugu yake. Akawachiwa shamba na ndugu yake. Akawachiwa watoto na ndugu yake. Ile shamba hajajenga nyumba. Bibi ni wa kukodesha. Nyumba amekodesha kwa watu. Watoto wa ndugu yake wamekufa kwa njaa. Ati saa hii anazunguka hata anajaribu kuongoza. Wewe utaongoza nani? Kwenda jenga nyumba kwanza kwako. Utafute bibi. Ununue diaper. Ujue gharama ya mbolea. Then back to where it all started, Rigathi Gachagua. Lakini nataka nikuambie vile nilikuambia jana, hatutakubalia wewe kuiba Nairobi Hospital. Because vile unaenda, tukikubalia uibe Nairobi Hospital, utakuja kuiba Live Funeral Home.
na hatutaki tufike hapo. Hata nilishangaa sana. Ati nimesikia jana ati wanasema unaona ule William Ruto halali amekonda. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa hapa Chwele. Sasa niwaulize. Sasa wewe watu mafala wamekula, mkiwaona, mimi nataka niwaulize nyinyi wa jamaa, mnaongea juu ya mimi cut weight. I am intelligent to know when to cut down on weight so that I can concentrate on what I want to do. I am disciplined enough to know how much to eat so that I can stay alert. Nyinyi mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka. Mumekula mpaka kichwa imefimba na kiburi. Na nataka niwaambie, tafadhali endeni mjiangalie kwa kioo. Use the mirror. Mwende muangalie vile mmekaa. Kichwa imefimba. Tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza, muende mufanye exercise kidogo. Na mupunguze kukula chakula mingi. Ndio muache kulala kwa mikutano. Hata mnaharibu hewa huko mkutano mkiwa mumelala bure kabisa. Watu wa Bungoma hoye! Bungoma hoye! Hawa watu ni bure ama si bure? Ati hawa watu sasa ndio wanajaribu kushindana na mimi. Hawa watu ni bure bwana. Iko nchi gani watu kama hawa wataendesha? Those people have no idea where to take this nation. Tulitoa hii nchi ikiwa uchumi imesambaratika. Tumeimarisha uchumi. Kilimo ilikuwa imesambaratika. Tumeinua kilimo. Elimu ilikuwa imepotea. Tumerudisha elimu. Soko ndio tunajenga. Barabara ndio tunajenga. Affordable housing tunajenga. Afya tunasimamia. That is how we are changing Kenya. Nyinyi watu bure kabisa, watu wa sijui upinzani gani. Chwele hoye! Hawa watu sinitawanyorosha asubuhi jameni. Tutapatia watu kama hawa nchi yetu? Wezi tutawapatia nchi yetu? Cold-blooded murderers. Watu tutawaachia nchi yetu? I want to tell them. Si nyinyi mlisema mnataka twende hiyo barabara? I am ready for you guys. Kama wanataka twende hiyo barabara niko tayari. Kwa sababu 1% of my time I will deal with you. 99% of my time I will serve the people of Kenya, transform our nation, take our nation to the next level. Bungoma hoye! Bungonya hoye! Munasema tuendelee na maendeleo. Tujenge barabara, tujenge masoko, tuweke affordable housing, tupange ajira hawa vijana, tupange matibabu, soko yenu ya Chwele iendelee. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Wanasema tuendelee na kazi. Kwa hivyo Chwele mnasemaje? Ati Chwele mnasemaje? Ati Chwele mnasemaje? Ati Chwele mnasemaje? Hebu nione tutam ya Chwele.